Katika Agano la Kale, Mungu alikuwa anajidhihirisha kwa namna nyingi. Wengine walimuona Ebeneza kwa sababu amewasaidia kwenye maisha yao. Wengine walimuona kama Jehova Rafa kwa sababu amewaponya magonjwa yao. Kwenye Agano Jipya tunamuona Yesu peke yake. Ina maana Jehova Rafa, Elohim, Ebeneza, El Gibo, sijui nani, vyote vimekuwa complete kwenye jina la Yesu. Vyote vimeunganishwa wapi? Kwenye jina la Yesu. Ina maana ukilitaja jina la Yesu mtu anaponywa, tayari udilisha uponyaji. Agano la Kale ilikuwa inaitwa nani? Jehova Rafa. Kwa nini jina linalozidi majina yote? Filipi 2:5 hadi 11. Iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwamo pia ndani ya Yesu Kristo, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Kabla yeye duniani alikuwa ana namna ya Mungu, lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Ina maana Jesus is co-equal with God. Yaani sio, naelewa hii sentence, ambaye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye aliona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Ina maana Jesus, ukitaja Jesus is the same na ukitaja Mungu. Alikuwa yu namna ya nani? Kuwa sawa na Mungu, aliona sio kitu cha kushikamana nacho. Sasa tuende vizuri, mstari wa 7. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, anatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Akawa ana si mwanadamu, ila amebeba mfano wa nani? Kwa nini tunasema si mwanadamu na ana mfano wa mwanadamu? Namna alivyozaliwa Yesu, alizaliwa namna ya utungaji mimba wake, si namna ya utungaji wa mimba wa kwangu au na wewe mlivyotunga tumboni mwa mama zetu. Bwana asifiwe sana. Ila Yesu yeye alitungwa namna nyingine. Mathayo Yesu akaanza mstari wa 20 wa 18 kuna 20 na 21. Yesu alipotungwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na hicho ndicho kinachomfanya awe equal with God. Mstari wa 8. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Sasa alipovaa kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Anasema mstari wa 9, kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno. Tuanzie hapo. Kwa jina la Yesu naanza kuonekana hapo sasa. Ndiko nasema, kwa hiyo Mungu alifanya nini? Alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina. Mstari wa 10, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Ukuu wa jina la Yesu ni jina alilokirimiwa na Mungu lipitalo majina yote, ili kwa jina la Yesu kila ulimi utakiri kwamba yeye ni Bwana, kila goti litapigwa kwamba yeye ni Bwana, vitu vyote vya duniani na vitu vyote vya mbinguni. Haikuwa kazi rahisi Yesu Kristo kukamilisha kazi yake. Maandiko yanasema ameketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu, mkono wa kuume. Yaani is God is Jesus. Ana pray kwa ajili ya kanisa. Hata malaika Mikael hajaketi hapo. Bwana sasa. Hao ni viumbe wa Mungu, wanafanya different wanafanya kazi mbalimbali za kiungu. Au tuseme masarafu, hawajaketi mkono wa kuume, bali wamekizunguka kiti cha enzi. Ila Yesu amezungukwa sasa pamoja na masarafu na makerubi. Yeye Mungu Baba and then Jesus Christ. Bwana sasa. Yaani kila goti litapigwa. Masarafu wanapiga goti mbele yake. Ina maana tupiga mbele ya Mungu, wamepiga mbele ya Mungu Baba, wamepiga mbele ya Yesu. Bwana sasa, kwa sababu wamekizunguka nini? Kiti. Sasa maandiko yanatuambia kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani na vya chini ya nchi. Tunaanza kuona ukuu wa jina la Yesu kwamba halikuishia katika ukombozi, bali lina multi purpose. Yaani halikuishia kwenye ukombozi, ila lina mambo mengine. Haleluya. Waefeso 1 mstari wa 20.
aliyowatenda katika Kristo, alimfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko falme zote na mamlaka zote na nguvu zote na usultani wote na kila jina litajwalo, si ulimwenguni huu tu, bali hata katika ulimwengu ujao. Mstari wa 22, very key scripture inayoonyesha ukuu wa Yesu. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Wala sana. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamwekea awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndio mwili wake, ukamilifu wake, aliyekamilika vyote katika yote. Uko chini yake. Sawa? Falme za duniani ziko chini yake. Wafalme wenyewe wako chini yake. Wanadamu wako chini yake. Chochote kile unachojua, nguvu za giza zote ameziseta ziko chini yake. Chochote kile unachojua, majina yote, yani akaviweka vyote kuwa chini. Hapo tunaanza kuona ukuu wa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Unajua Yesu ni mfalme. Alafu ufalme wake haulinganishi na ufalme wa mwanadamu yote duniani. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ufalme wake ni hata ni ufalme wa milele. Wala sasa. Lakini ufalme wake una milki ya vyote. Ndio anasema hivi. Akaenda kuzimu, akamnyang'anya ibilisi funguo ya mauti na kuzimu. Ina maana hata uzima na mauti vimetiishwa chini ya jina lake. Uchumi, fedha na dhahabu ni mali ya nani? Chochote kile unachokijua kimewekwa chini ya jina la Yesu. Hapo angalia kitabu cha Mathayo 28:18. Uone kitu cha ajabu hapo. 28:28. Yesu akaja kwao akasema, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa nini? Mamlaka yote. Wala mbinguni na duniani. Ina maana ukilitaja jina la Yesu, dhidi ya mapepo yanaondoka, kwa sababu Mungu amempa Yesu jina na mamlaka lenye kuweza kuponya, jina lenye kuweza kuisha. Yaani tukisema jina la Yesu, Jehova Eloi yuko huko, Elkibo yuko huko, Jehova Rafa yuko huko, Ebeneza yuko huko. Kila kitu ni embodiment ya chochote kile. Ina maana amekiinua jina lipitalo majina yote. Ndio maana tutumie jina jingine katika kanisa hili. Tunalitaja jina la nani? Jina la Yesu. Tunaamini kwamba jina la Yesu ni jina linalopita majina yote. Yesu hakuwa hata anajisifu, ndio amepewa. Anasema nimepewa mamlaka yote, wapi? Mbinguni na wapi? Duniani. Kwa nini nawafundisha somo hili? Siku hizi kuna mambo mengi sana yanaendelea katika utumishi. Wangapi walishakusikia vifaa vya kiroho? Wangapi walishakusikia mvua ya upako? Wengine walishakusikia maji ya upako. Wengine walishakusikia vitu vingi, si ndio? Wengine bado aliwahi kuchukua nywele na kucha za watu. Tunayakumbuka yote. Sitaki kwenda sana kuyazungumzia haya. Nataka nikuambie mamlaka uliopewa mwanadamu. Unapolitaja jina la Yesu, ujue unataja jina la aina gani. Sawa? Baba mmoja kanifuata kanisani. Nafikiri kwa ni mwanzo wa mwaka huu au mwishoni mwa mwaka jana. Akanikuta hapo usiku kwa tunaomba. Akaja akaniambia, mchungaji, usinione hivi. Mimi nikilala usiku, wachawi wanakuja sio katika ulimwengu wa roho. Sawa? Wanakuja katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Kukuhakikishia kwamba wanakuja katika ulimwengu wa mwili, mimi nimewapiga picha hawa. Wanasiwe sana. Wanasiwe sana. Amen. Lakini hajui namna gani ya kupambana nao. Hana ufunuo kwamba akitaja jina la Yesu, jina la Yesu ni jina lenye mamlaka, ni jina lenye nguvu. Mungu maandiko yanatuambia vitu vyote vimetiishwa chini ya miguu yake. Mwanamke mmoja naye akanifuata. Walifuata wote wanaume. Mwingine akanifuata. Tena niko kazi ya simu. Mchungaji wapi? Nikamwambia niko mbali na ofisi. Niko nje ya kanisa. Yaani niko nje ya kanisa.
Akaniambia, muda gani unaweza kupita? Ilikuwa Jumatatu. Si ndio mama? Nakumbuka. Ilikuwa Jumatatu. Akaniambia, muda wowote nitakusubiri hapa kanisani, usiondoke. Okay. Uondoke sawa. Una shida gani? Hata baba swali kusema utanikuta tu. Nikaja majira ya saa 1 au saa 2 usiku. Nikaja nikaingia, nikamkuta pale. Nikaja nikaongea naye usiku. Nikazungumza. Akaniambia, mchungaji, hivi unavyoniona nafanya kazi tena. Tena bandari. Na gari yangu nzuri nimeweka bondi. Mke wangu ana ujauzito wa zaidi ya miezi 12. Unaelewa ninachokwambia? Nimeenda kwa mashehe wote na wajua. Nimepeleka msikiti hapa, nimepeleka kilo 100 za mchele na bado sikusaidiwa. Msikiti wa Kimara nimepeleka kilo 100 za mchele na sikusaidiwa. Nikapewa refill. Kuna refill watu wa Mungu. Niende msikiti wa watu wa Kariakoo. Nimeenda kule nimetoa kilo 200 mbuzi na kila kitu watu wakala. Na swali nikaja nikakuwa kuna mganga mmoja huko kwanza alikuwa there. Wende nikaenda. Na kwa kufanya nini? Nikarudi. Unavoniona hivi nimekunywa maji na mafuta kwa zaidi ya unapoanza. Kwa sana. Lakini siku moja walikuja mabinti kwenye Biblia nchini. Kwa sababu ya experience nilizokuwa nazo kwa watumishi wa Mungu, niliadhimiwa kwa fursa. Unanisikia? Niliadhimiwa kwa fursa. Lakini binti yangu wa kwanza akaniambia, baba, anasema wale mabinti wawili wakakuta mke wangu amelala kwenye mkeka. Kwa sababu nilishauza makochi yote, nimeuza TV yote, nimeuza kila kitu, nimeuza. Basi mimi nakaa kwenye mkeka. Wakaingia wale watumishi wa Mungu. Walipoingia wakasema, huyu mama ana shida gani? Ni zaidi ya miezi 12 hajajifungua. Hospitali wameenda kupiga sindano wapate uchungu. Operation pia, wewe hii ngoma haiwezekani, nenda kanisani, lakini sitaki kwenda. Bwana sasa sana. Unanisikia watu wa Mungu? Nakupa tu stop. Walipoingia wale mabinti wawili, ndio maana watu wa Mungu ni muhimu sana kuhubiri habari njema kwa watu. Watu wanateseka na matatizo zaidi wanaofikiria. Wale mabinti wakaingia, wakamwombea yule mama. Inasema, baada ya yale maombi, ghafla mkaomba kasikia uchungu wa kujifungua kabisa. Na hivyo unavyoniona nimetoka wapi hiyo hospitali ya Yes, sawa. Hivyo unavyoniona nimemwacha mkaongo amejifungua mtoto ana nywele yule mzima. Yaani ni mtu aliyetengeneza umri, ni mtu mzima sasa. Ila alikuwa wapi? Unajua mtoto wa 12 sawa na mtoto aliyezaliwa na miezi mingapi? 3. Sawa. Mwezi wa 9 kwa kuna 3 complete. Ina maana amezaliwa na kucha na kila kitu. Lakini wale mabinti wakaniambia wanazali hapa. Nikacheka sema, mabinti zangu wakaenda kundi. Nikafurahi. Nikamwambia hivi, baba, ukweli sina uhakika kama mabinti wa kanisani kwangu walikuja kuhubiri nje. Sina uhakika huo. Ila nina uhakika na uponyaji ndani ya jina la Bwana. Akanambia hivi, sasa hivi niko tayari kumpokea Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yangu. Nikasema, ndio umechelewa. Twende madhabahu, nikamtoa siri, nikamleta.